Mimi, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na mwenezi wetu ni mashahidi wa mwenyekiti. Kwa tulipata fursa ya kuzungumza naye kwa karibu muda mrefu, namuona kwenye nondo. Baadaye tangu mwezi wa 11 mwaka jana wakanizuia, sijaonana naye, namuona mahakamani kwa mbali, naondoka. Lakini jana nimekaa naye mtu kwa yuko vizuri sana, yuko vizuri sana, hana hofu, amejiandaa na amesema ana pumzi ya kutosha kupambana muda mrefu. Kwa hiyo kama walijua watatuyumbisha, baada ya muda tutapiga magoti, wajue mwenyekiti ana pumzi, na kwa kuwa mwenyekiti ana pumzi, sisi wasaidizi wake wote tunapaswa na sisi tuwe na pumzi, au mnasemaje? Kwa hiyo tumejiandaa. DJ tulia, tumejiandaa kwa marathon. For once, wazungu wanasema tunataka tubadilishe nchi hii. For once tunataka kubadilisha nchi hii once and for all. Ile Waswahili mnaosema kwa mara ya mwanzo na mwisho. Tunataka tuibadilishe nchi hii. Sasa wana Chadema, mwelewe, vita hii haitakuwa rahisi. Itakuwa ngumu kweli kweli. Hatutaki kupeana maneno matamu. Kenya wanaita siasa tamtam, maneno tamtam, uongo. Tunataka tuambizane ukweli, alafu wewe mwenyewe ujipime, niko tayari au siko tayari, alafu uchague. Kama unataka siasa za uongo, za kupiga picha na watawala, za kuitana kupeana juisi na biskuti, mnadanganyana maridhiano ya uongo, Chadema sio sehemu yako. Narudia, kama unataka siasa za uongo, kutishana na kukunja mkia na kuingia uvunguni, hizo siasa kwa Chadema ya sasa hazipo. Tumeumizwa sana, watu wetu wameuawa sana, watu wetu wametekwa. Kama kuna mtu anataka tufanye siasa za ukweli, lazima tukubaliane kwamba tunakomesha. Kwanza tuheshimiane. Tuelewe kwamba Chadema ni chama kama CCM. Najua watu wa usalama wako humu. Miongoni mwa hao watu walioko humu kuna watu wa usalama wako humu, wamekuja na rekodi. Sikilizeni ninachosema. Mpelekeeni aliyewatuma kurekodi hivi. Chadema inasema uongo basi. Tunataka tuheshimiane. CCM na Chadema tufanye siasa kama zilizoko kwenye mpira wa Simba na Yanga. Uwanja unaolingana, refari wa ukweli, mechi ipigwe. Tunaelewana vizuri? Hatutaki zaidi. Tukishindwa kushawishi wananchi, tujilaumu sisi kwamba Meya Boni, mwenyekiti wa kanda, na kina Benito wameshindwa wenyewe kufikia wananchi, kwa hiyo wananchi hawajatuunga mkono. Hilo sio kosa la tume, wala sio kosa la polisi, wala sio kosa la usalama wa taifa. Hilo litakuwa kosa letu. Lakini kama wananchi wanatuunga mkono, kama tulivyopita barabarani, kila mtu anaona mchana kweupe, watu wote wanafanya hivi, wanapenda Chadema. Acheni wananchi waamue. Tunaelewana ndugu zangu?
Mimi sina ugomvi mwingine wowote na Samia Suluhu Hassan. Kama binadamu sina shida naye, sina ugomvi naye. Nina shida na uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Kwanza, namna alivyopata huo uongozi. Shida yangu ya kwanza iko hapo. Tunaelewana vizuri? Sina shida na yeye kama mtu. Nina shida na uongozi wake. Kwanza, namna alivyoingia kwenye hayo madaraka. Cha pili, namna anavyotumia hayo madaraka sasa kuendesha nchi yetu, ambayo yanatuathiri wote. Kama chama, mmesikia hapa Kaswahili ametekwa, si mwanachama wetu? Chama chetu kimepoteza, familia yake imepoteza, watoto wake wamepoteza. Hiyo inatuathiri au haituathiri? Mbili, Deusdedith Soka, kijana mdogo, alikuwa mgombea wa udiwani wa kata ya Buza. Chama kimepoteza, familia imepoteza, ndugu wamepoteza. Jacob Mrai, katibu wetu wa jimbo hili, chama kimepoteza, familia imepoteza, ndugu wamepoteza, nchi imepoteza, na wengine na wengine na wengine. Kuna shida ya namna alivyoingia madarakani, nina shida na namna anavyoendesha nchi. Na ndugu zangu wa Temeke, binadamu mmoja huwezi kumlinganisha uhai wake na kitu chochote duniani hapa. Kuliko binadamu mmoja afe, ni bora kwa uzembe, ni bora tusiwe na hilo bwawa wanalosema sio la Mwalimu Nyerere, kwa sababu alilingani na uhai wa binadamu. Iko hivi, nielewe vizuri. Ndege tunayoona, au tusiende kwenye ndege, ni mbali sana. Hii feni hii tunayoiona, kwanza ipo duniani kwa sababu binadamu yupo. Uongo kweli? Binadamu asipokuwepo hii feni haipo. Sasa itakuwa ipo kwa ajili ya nini? Hii feni ipo ili ikupe wewe comfort, yani ukiwa kwenye joto ikupe baridi. Ndio maana ya feni. Kama hakuna binadamu, feni haina thamani. Gari lipo kwa ajili ya binadamu, binadamu sio kwa ajili ya gari. Gari lipo ili lifanye maisha yako yawe rahisi. Usitembee kwa miguu, utumie usafiri. Na hilo gari limeanzaje? Genesis yake ni wazo la binadamu huyu. Mnanielewa vizuri? Hawakukaa watu 20 wakasema tufikirie kutengeneza gari. Alikaa mtu mmoja akabuni, baadaye hilo wazo akapeleka kwa wenzake, mwingine akaongeza tairi, mwingine akasema tuweke honi, mwingine. Kwa hiyo uvumbuzi ukaendelea. Speaker hizi, ndege, kila kitu, hiyo kamera, kila kitu unachotumia kwanza kipo kwa ajili ya binadamu, lakini kimeumbwa na binadamu. Kwa leo unapomchukua Jacob Mrai, unamuua, unampoteza au polepole, unajuaje kama mtoto ambaye angezaliwa na Jacob Mrai ndiye angekuja avumbue dawa ya ukimwi duniani na aokoe watu wanaokufa hapa duniani? Watu wa Temeke, mnanielewa? Hivi mnanielewa vizuri? Iko hivi, binadamu thamani yake hailinganishwi na chochote. Ndio maana Israeli, mtu wao mmoja akikamatwa, jeshi lao linaenda vitani kuokoa huyo mtu, kwa sababu anajua miongoni mwa huyu mtu inawezekana akatokea mtu akafanya uvumbuzi mkubwa duniani na dunia ikaokoka. Leo tunakuwa na rais amejiweka madarakani, watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Lissu anaposema jamani, tusiue watu kwa ajili ya uchaguzi, anamkamata, anampa kesi ya uhaini. Utasemaje huyu mtu si anayeendeleza hayo matendo?
Hivi nyie mnanielewa? Haya, tunaosema jamani, tufate utaratibu wa kuingia kwenye uongozi. Uongozi una kanuni zake, kama vile michezo ina kanuni. Kwenye michezo ya mpira wa miguu ambao wengi mnaangalia, kuna kitu kinaitwa offside, sio? Kusingekuwa na kanuni zinaitwa rules of the game. Sema rules of the game. Sheria za michezo. Kusinge kuwepo na sheria za mchezo, maana yake mshambuliaji wa timu ya Yanga yangebaki kule kule, anamwambia kipa, wewe daka rusha huko mimi nifunge. Si hakuna sheria, si hakuna kanuni. Au mpira unatoka nje, yeye anaukokota kutoka nje anafunga, sio? Lakini kuna mpira ukitoka nje unakuwa kurusha. Kuna mpira ukigusa kwenye mkono inakuwa handball. Kuna mpira ukitoka kona, kuna sheria. Na kwenye uongozi kuna sheria, kuna taratibu, kwamba jamani, unafanyaje uwe mwenyekiti wa chama, unafanyaje uwe diwani, unafanyaje uwe mbunge. Mwaka jana Chadema tulifanya uchaguzi Mlimani City, uongo kweli, ambao nchi nzima ilikesha tarehe 21, ambao mwenyekiti wetu Tundu Lissu alichaguliwa, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawashukuru wajumbe kwa kile kitu mlichokifanya. Mnanielewa vizuri? Mmeelewa nilichosema? Tunashukuru wajumbe na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa ule uchaguzi kulikuwa na taratibu. Uchaguzi umetangazwa, fomu ziko, unaenda unachukua fomu, unajaza fomu. Ukishajaza fomu unatafuta wadhamini, kuna siku ya mwisho ya kurudisha fomu. Tukarudisha fomu. Baada ya kurudisha fomu tukaitwa, tukafanyiwa usaili, alafu sasa tukapelekwa kwa wajumbe kuamua. Kuna wengine waliitwa kufanyiwa usaili, wakafeli, wakaondolewa. Huo ni utaratibu, ni mchakato. Sasa hata kwenye ugombea ndani ya CCM kuna michakato kama hiyo. Kuna kanuni za uchaguzi za viongozi wa ndani ya CCM, kuna kanuni za uongozi wa viongozi wa CCM wanaokwenda kutafuta uongozi wa dola. Sasa mimi kwa sababu sitaki urongorongo, nimekuja na katiba yao na kanuni zao hizi hapa, ili niwasomee mwelewe. Hii ni kanuni ya CCM. Wanasema utaratibu wa kuomba uongozi, ibara ya 4. Ratiba ya uchaguzi wa serikali kuu na serikali za mitaa na uchaguzi mdogo wowote unaofanywa itawekwa na chombo cha dola chenye mamlaka ya kusimamia uchaguzi. Mara baada ya ratiba hiyo kutolewa, katibu wa CCM wa ngazi inayohusika na uchaguzi huo atawapa fomu za kuomba uongozi wanachama wa chama waliojitokeza kugombea. Ili kuchukua fomu na kurudisha, kila mwanachama wa CCM atakayechukua fomu atatakiwa kurudisha fomu kwa katibu wa CCM wa ngazi inayohusika ndani ya muda uliowekwa, vinginevyo fomu yake haitapokelewa. Huo ni utaratibu wa ndani ya CCM. Wanasema kwa lugha rahisi, hiyo ni ibara ya 4, kwamba kama kuna uchaguzi, Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikisha tangaza uchaguzi, katibu wa ngazi husika
atatoa fomu kwa wagombea, kwa watu wanaotaka kugombea hizo nafasi kutoka CCM. Kwa hiyo kama ni katibu wa kata, atatangaza kuja kuchukua fomu kwenye kata. Mnisikilize vizuri. Kama ni katibu, kama unagombea ubunge, katibu wa wilaya wa CCM. Kama unagombea urais, katibu mkuu wa CCM wa taifa. Kama unagombea Zanzibar, katibu kule kwao Zanzibar. Hiyo ni ibara ya 4, ibara ndogo ya kwanza na ya pili. Wameeleza, wameenda, wanasema wanachama wanaogombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania watachukua na kurudisha fomu kwa katibu mkuu wa CCM, makao makuu ya ofisi ndogo, Dar es Salaam. Sasa kumbe basi utaratibu wa CCM unasema uchaguzi ungetangazwa baada ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kutangaza, Samia Suluhu Hassan na wengine waliokuwa wanataka wagombee ndani ya chama chao wangeenda ofisi ndogo ya CCM Dar es Salaam, hapo wachukue fomu. Wakishachukua zile fomu zijazwe, wapate wadhamini, warudishe fomu. Ukienda ibara ya 9 inaeleza hayo yote. Mgombea CCM yeyote wa CCM anayetaka kuingia katika chombo cha dola atateuliwa kwa kuzingatia kura za maoni. Hicho ni kitabu chao, sio mimi, sio Heche anayezungumza hapa, kinazungumza kitabu chao. Sasa niwaulize watu wa Temeke, Samia ameenda kwenye ukumbi, mkutano mkuu wa CCM ulikuwa na ajenda ngapi? 4. Ilikuwa tarehe 18, kwa sababu nakumbuka sisi tulifanya baraza kuu, baraza kuu tulifanya kamati kuu tarehe 20, mkutano mkuu tarehe 21. Wao walifanya tarehe 18 na 19, na walikuwa wanaleta hilo ili watu wasitufuatilie sisi, wawafuatilie wao, lakini wananchi wote wakawa wanafuatilia Chadema. Nchi nzima mkutano mkuu wa Chadema ndio ulikuwa unafuatiliwa. Uongo kweli? Kwa hiyo wameenda kwenye ukumbi, wana ajenda ngapi? Na huo mkutano ulikuwa na ajenda moja, kumteua Wasira kuwa makamu mwenyekiti, kwa sababu hajachaguliwa kama mimi nilichaguliwa kwa kura, yeye aliteuliwa. Mzee alifanya nini? Yeye aliteuliwa, mzee Wasira. Na mzee asiwe anajilinganisha na mimi bana. Hii ni gari ya kisasa mpya. Uongo kweli? Hii gari mpya ya kisasa. New model. Yes. Aliteuliwa. Ule mkutano ulikuwa na ajenda ya kumteua Wasira. Ulikuwa na ajenda ya kusoma utekelezaji wa ilani ya CCM Zanzibar. Ilikuwa inasomwa na naibu katibu mkuu kutoka Zanzibar. Utekelezaji wa ilani ya CCM kwa Tanganyika, au wanayoita muungano feki ambao haupo, muungano ambao tunahitaji kubadilisha. Sio, tunataka muungano mzuri ambao Zanzibar watakuwepo, Tanganyika itakuwepo, na tutakuwa na serikali sasa ya jamhuri, sio? Watanganyika nao wanataka nchi yao. Uongo kweli? Yes. Kwa kulikuwa na hizo ajenda. Hii ya huku alikuwa anaisoma mtu anaitwa Kassim Majaliwa. Kassim alikuwa waziri mkuu. Katikati ya kikao mtu akanyanyua mkono aliyesetiwa, akasema, jamani, mnaonaje hapa tumalize kabisa mambo ya kupitisha na rais? Ndio. Basi imepita. Amekaa kwenye kiti pale, yeye mwenyewe Samia Suluhu anahoji, jamani, mko tayari? Ndio. Waliosema ndio wameshinda, kwa hiyo tumpitishe mgombea. Haya, sasa
utaratibu utaufanyaje? Tunaomba utupishe kidogo ili sasa, kwa sababu ni kikao kinachokuchagua. Nichagueni hapa hapa. Jamani, nasema uongo? Nasema uongo? Kwa hiyo unachaguliwa umekaa kwenye kiti hapo hapo. Yaani kwa mfano mwaka jana sisi tulikuwa na uchaguzi, ilipofika wakati wa uchaguzi Mboya alipitwa kwenye kiti. Uongo kweli? Wajumbe wa mkutano mkuu wako wapi hapa? Nyosha mkono tuone. Si Mboya alipitwa kwenye kiti bali. Kiti kikakaliwa na mtu anaitwa Mwakajoka. Tulikuwa naye bungeni kutoka Tunduma. Ndiye alikaa kwenye kiti wakati kura zinapigwa. Kwa sababu ni principle ya kawaida. You cannot be a judge of your own case. Ukiwa jaji wa kesi yako mwenyewe utajipendelea. Tunaelewana vizuri? Sasa eti yule mama, uchaguzi unaendelea, anasema mimi hapa hapa, piga kura, nimekaa hapa hapa. Kwa hiyo akapitishwa, ndio mgombea. Mwezi wa kwanza, katiba yao ibara ya 4 inasema usubiri mpaka uchaguzi utakapotangazwa. Cha kwanza, wamepitisha mgombea, ratiba ya uchaguzi haijatangazwa, ya uchaguzi wa serikali. Hajachukua fomu, hajajaza fomu, hajarudisha fomu, hajatafuta wadhamini, hajachujwa na kikao cha neki, amepitishwa moja kwa moja na mkutano mkuu. Hizo ni kanuni zao, zinasema hizo prosesi zote, sio heche. Msajili yupo, Jaji Mtungi yupo, anaona. Jaji Mtungi kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, yeye ndo anapaswa kusimamia kanuni, kuona kwenye vyama vyote zinafuatwa. Mpaka leo Jaji Mtungi hajawahi kusema kwamba Samia hakufuata utaratibu wa kuchukua na kurudisha fomu ya chama chao. Hajawahi kuandikia CCM barua, hajawahi kutaka watoe maelezo. Huyo Jaji Mtungi ana uhalali gani leo Chadema tukikosea wa kutuandikia barua ya kutuambia tutoe maelezo? Mnanielewa vizuri? Mnanielewa vizuri? Huyu mtu ambaye anapaswa kusimamia vyama vyote vifuate sheria, CCM imevunja sheria na kanuni zake na katiba yake, hajawahi kuiambia fyo wala fyu. Alafu huyo Jaji Mtungi anachukua vibaraka wanaojiita viongozi wa Chadema, anawaweka kwenye mahoteli, anawapa pesa, anawapanga kushughulikia chama chetu. Alafu watu wanatuambia tumia busara, piga magoti tu. Bwana, sisi Lissu amekataa na mimi nimekataa. Niye mnasemaje? Niye mnasemaje? Unajua ni ujinga wa kiwango ambacho ni sawasawa na mtu anayejiona na kuzidi nguvu, ana mabavu, ana fedha, ana bunduki, alafu aje achukue mke wako alale naye, alafu ukimfumania anaanza kukupiga wewe na anakuambia niombe msamaha kwa kunifumania. Alafu kuna watu wanajifanya wana busara, wanakuambia wewe muombe msamaha tu. Mimi hiyo sitakubali. Nyie mnasemaje? Wakuli wanasema hata kama wewe ni mdogo unafia kwenye chako. Unafia kwenye? Ndio. Hatutakubali. Yaani huwezi kutuonea waziwazi alafu unatushinikiza kukupigia magoti. Hilo lilikuwa ni jaribio la kwanza. Na ndio maana nimesema mimi nina matatizo na Samia Suluhu Hassan jinsi alivyojipatia uongozi. Sasa ndugu zangu, mzee wangu, tukisema hakufuata sheria kwenye kufuata uongozi, tumekosea nini hapo? Nimekosea nini hapo mzee? Sasa nikisema hivyo wanasema wananiwinda waniumize.
Lissu akisema hivyo kwamba kama unapindisha sheria ya chama chako, ukija ukawa kiongozi wa nchi utapindisha sheria, kwa sababu imekuwa ni utaratibu wako. Nyie watu wa Temeke mnanielewa? Haya, alipomaliza kutengeneza na kupora mchakato wa ndani ya chama chake, akakumbuka sasa humu nimeshafanikiwa humu, hawa wote mimi nawaendesha tu, nikisema kulia geuka wanageuka. Unajua CCM wamezoea unafiki. Yaani ukiwa rais ukisema, kwanza wanaamini rais ni Mungu. Nilimsikia hata wakili wa serikali jana anasema kwa kitendo cha Lissu kusema rais aje hapa kutoa ushahidi, huyu Lissu anaweza kumuita Mungu siku moja, kwa sababu yeye anaamini rais wao ni Mungu. Ndio maana mimi nikimtaja Samia humu wanaona kama na kufuru. Samia ni binadamu tu, na alikuwepo Mkapa, alikuwepo Nyerere, alikuwepo Mwinyi, alikuwepo Magufuli, na kitendo hicho cha kuonesha hao watu wamekufa inaonesha na wao ni binadamu. Kama Mwinyi asingekufa, Mkapa asingekufa, Nyerere asingekufa na Magufuli, tungesema ukiwa rais unakuwa Mungu. Mungu si ndio hafi, ndugu zangu? Wengine wote wanakufa. Kwa hiyo alipomaliza mchakato wa ndani ya chama chao, akakumbuka kwamba huku nje nina chuma kilichopigwa risasi 17 kinatembea, nitakikabili vipi? Nikienda kule Tarime nikutane na wananchi halafu aje Lissu, nitaeleza nini mimi? Hatua ya pili, kamata Lissu, mpe kesi ya uongo. Wakamkamata tarehe 9 mwezi wa 4, wakambambika kesi. Wamekaa naye. Katikati hapo wana CCM wakaanza kupinga, jamani utaratibu wa kufuatwa si nini. Yule Malisa wakamkamata wakamweka ndani, wakamfungulia kesi ya uhaini. Mpina akaruka akaenda ACT. Wakaenda kule, Mpina ameenda kuchukua fomu, tume ikamnyima fomu. Yaani tume ya uchaguzi eti mtu anaenda kuchukua fomu, na hatukupi fomu sisi, hatukupi. Hamna. Hiyo ni tume kweli, ndugu zangu? Ndio maana Chadema tulisema no reforms, na itaendelea. Hebu angalia, hii inakuonesha kwamba huyu mtu alijiandaa kwa njia zozote, lazima awe kiongozi. Whether anakubalika, whether wananchi hawamtaki, mtake mstaki. Wazungu wanasema it's me or the highway. Yaani kama sio mimi, bora nchi ife. Basi akamaliza ndani ya CCM, akaja kwa Lissu, akatoka kwa Lissu, akamalizana na Mpina. Wananchi wakasema jamani tarehe 29, wananchi wakasema hatutaki huo uchaguzi, hatutaenda kupiga kura. Watu wakapigwa risasi kwa maelfu, wengine wamefatwa kwenye majumba yao. Vijana wadogo pale Mwanza wamekutwa kwenye banda la kuangalia mpira, wamelazwa chini. Dunia hii watu waliopita jeshini wanajua hata adui ukimkamata, adui wa nchi nyingine, akisha sarenda akanyosha mikono, achilia mbali kulala chini, huwezi kumuua, unamkamata kama mateka. Watoto wamelala chini, wakamiminiwa risasi, wakauawa kikatili. Hiyo ni nchi tunayotaka kuijenga, ndugu zangu? Alafu mtu anakuambia kwamba tumieni busara. Unatumiaje busara kwa mtu ambaye hataki kutumia busara? Actually sijui kama anazo hizo busara. Unaziwekaje kwenye kichwa chako? Amemshikilia Lissu siku zote. Tulitegemea kwamba wameshaona hata jana, kwa sababu ile kesi imekorapti. Majaji wenyewe wanasema, kwa wangapi mlikuwa mahakamani? Waliokuwa mahakamani, jaji anasema
tumeangalia, lakini hatujalazimika kuingia kuangalia uzito wa ushahidi au ukweli wake. Sasa kama hujaangalia ukweli wa ushahidi, unasemaje huyu mtu ana kesi ya kujibu? Kwa sababu kesi inapoanza, serikali inapoleta ushahidi, wanaenda kuestablish kitu kinaitwa prima facie case. Sema prima facie case, kwamba ana kesi ya kujibu. Maana yake nini? Serikali ikishamaliza kutoa ushahidi wake, wewe usipojitetea, ule ushahidi peke yake unajitosheleza kukufunga. Sasa unapokuja kujitetea, unakuja kufuta ule ushahidi ambao wametoa ili uonekane una akili. Sasa wewe jaji anasema sisi hatukuangalia huo uzito wala ukweli wake, wala kama ni ushahidi wa ukweli, lakini ana kesi ya kujibu. Sasa mmetoa wapi hiyo kesi ya kujibu kama hamjaangalia uzito wa ushahidi? Alafu jana yake Wasira amesema kwamba Lissu tutaendelea naye, hatutamwachia. Hiyo inakwambia nini? Wasira alijuaje kama hajawasiliana na watu? Lakini hiyo kesi ni kesi ya jinai, ndio kesi kubwa kuliko zote kwenye nchi. Kesi ya jinai una prove, yani unatoa ushahidi pasipo kuacha shaka yoyote, inaitwa beyond reasonable doubt. Sema beyond reasonable doubt, pasipo kuacha shaka. Sasa wewe miongoni mwa mashahidi, shahidi namba 17 wa serikali, kesi shtaka lake linasema Lissu alichapisha kwenye mtandao wa nini? Jambo TV habari hizo. Mwandishi wa Jambo TV anakuja anasema hajachapisha Lissu, wala Lissu hana access ya kuingia Jambo TV. Mimi ndio niliyepiga picha, mimi ndio niliyechapisha, sisi Jambo TV ndio tuliochapisha. Sasa hiyo si tayari kuna mashaka? Kuna ushahidi hapo? Kwa nini wanaendelea kumshika Lissu? Kumshikilia, wanamshikilia moja, ili kuongeza pressure ndani ya chama, tuwapigie magoti. Kutisha wananchi, kuwakatisha tamaa wanachadema, na kutengeneza watu ambao watajifanya wana huruma, waanze kusema Heche ndio anasababisha Lissu anaendelea kushikiliwa, Heche kapige magoti. Sasa mimi nilikuwa na mwenyekiti jana, amesema peleka moto. Sasa unafanya anamsemea mwenyekiti, amekutana naye wapi? Jana mimi chumba kimeniambia hakuna kupiga magoti, na mimi sipigi magoti. Sasa unayokuja na maneno yako umepewa huko CCM, usiyalete hapa kwa wanachadema. Tunaelewa? Kwa sababu mwenyekiti mwenyewe amesema pumzi tunayo ya kutosha. Pumzi tunayo, nchi itabadilika. Afrika Kusini imebadilika baada ya watu wengi kupitia mateso. Ni kweli katika mapambano haya kuna watu watapoteza maisha, na wapo waliopoteza maisha. Ali Kibao amepoteza maisha, Deus Soka amepoteza maisha, wakina Polepole, wakina Mdude. Hatutafanya mzaha kwenye mapambano, tutasimama ili watoto kama yule wasije wakapitia ujinga tunaopitishwa sasa. Ni bora sisi tuwabebee maumivu. Hivi vitisho wanavyosema nimeona watu wanasema Heche watakuua, mimi sio mbuzi wa kushika garani ukanichinje. Yaani wasijaribu, kwa sababu hata wao hawataishi kwa amani wala kwa raha. Narudia, hawataishi kwa amani wala kwa raha na watoto wao. Kwa tufanye siasa, tusitishane kabisa. Kama mnakosa, sheria zipo, sio? Haya kutishana nyie sio Mungu bana. Tunataka mabadiliko ya katiba na mabadiliko ya sheria. Tunataka mabadiliko ya judicial system, utaratibu wa mahakama. Hizi mahakama za aina hii
zitaleta machafuko kwenye nchi hii. Tukiendelea kuwa na mahakama ambazo zinaonea watu kwa uwazi, Watanzania watashindwa kuamini mahakama. Watasema hatuziamini mahakama. Hakuna mtu ataenda kulalamika mahakamani. Watu wataanza kujichukulia sheria mkononi. Nchi nyingi zimeingia kwenye vita za wenyewe kwa wenyewe. Moja, unapokuta bunge la hovyo kama la kwetu hili, polisi wanaonea watu na kuteka watu na kuumiza watu, alafu chombo ambacho kilipaswa kuwasimamia na kuwapa ahueni mahakama kinapoanza kufanya upendeleo wa wazi, ndio nchi nyingi zinaingia kwenye matatizo. Na sisi tunayasema haya kwa nia njema, na tutaongea na mabalozi kwamba kama mnaipenda nchi hii, mnataka nchi hii iendelee kuwa hivi ilivyo, ingilieni haya mambo mapema, ondoeni uhuni. Watu wakishaona hawatendewi haki na mahakama, hawatendewi haki na polisi, bunge haliwasemei, watu hawataendelea kuamini na kunyamaza tu, wanaumizwa, wanauawa kama kuku. Hiyo ni tangu zama za enzi na enzi. Watu walipigania uhuru baada ya kuona mkoloni anawaonea, anawaibia, anawanyanyasa, watu wakaingia vitani kupigana na mkoloni. Na binadamu ni yule yule. Binadamu aliyeona uonevu kipindi kile, tena wakati huo hakuna simu, hawezi kuwa na tofauti na binadamu wa sasa. Anayeona kijana amekamatwa anaingia mbugani anauawa, umemshika rafu unamuua, wanajenga chuki. Binadamu anayeona pole pole anatekwa, anaona mdude anatekwa, anaona soka anatekwa, huyu binadamu hawezi kuvumilia, kwa sababu sisi binadamu kwa hulka yetu ni viumbe ambavyo hatupendi uonevu, kuacha watu wachache ambao wamejimilikisha mali za nchi. Kwa cha kwanza tunataka katiba ambayo itafumua huu mfumo wote wa uonevu. Tutengeneze mfumo mpya wa kuongoza nchi. Tunataka katiba itakayosimamia rasilimali za nchi yetu. Sisi wote tunastahili kuishi maisha mazuri. Tulitakiwa tumekaa hapa, huko nje kila mtu amepaki VX yake, anasubiri amalize kikao aende nyumbani kwake. Inawezekana. Temeke hii ina ukubwa wa kilomita za mraba. Hii Temeke tu 656 ina watu milioni 1.4 kwa sensa ambayo nimesoma. Singapore, nchi ya Singapore ina ukubwa wa kilomita za mraba 744. Kwa Singapore inaizidi Temeke kwa square kilomita kama kwa kata moja. Singapore wana bandari tu kama ya kwetu. Singapore ina watu milioni 6 na 111,000. Kipato cha Msingaporia ni cha kawaida. Kipato cha mtu wa kawaida wa Singapore ni dola za Kimarekani 107,756 kwa mwaka, yani sawasawa na shilingi milioni 283,968,700 kwa mwaka. Yani huyo ni muuza vitumbua Singapore, kipato chake ni milioni 280, kwa sababu wana bandari tu, bandari peke yake. Kipato cha mtu wa Tanzania kwa mwaka ni dola za Kimarekani 1,362, ambao ukizipiga kwa shilingi ni milioni 3,600,000 kwa mwaka mzima. Yani kipato chenu kwa mwaka mzima ni sawasawa na milioni 3. Ukichukua zile shilingi 50,000 umelipa nyumba, shilingi 50,000 umepanda daradara, umelipa nauli kwenda kijijini, ukijumlisha mapato yako kwa mwaka hayazidi milioni 4, ukiacha wabunge na wafanyakazi wachache wachache. Sasa inakuwaje Singapore ambayo ina bandari peke yake, muuza karanga Singapore ana kipato cha shilingi milioni 290 kwa mwaka, ana gari, ana nyumba nzuri, ana umeme, ana maji, alafu nchi ya kwanza peke yake duniani yenye Tanzania duniani mtu wake ana shilingi 4,000, milioni 4 kwa mwaka? Inakuwa nilikuwa naangalia ajira za Singapore, wameajiri watu milioni 4,114,000
Sisi tangu uhuru mpaka leo serikali ya CCM imeajiri watu 520,000. Yaani Singapore hapo watu milioni 6 pointi. Walioajiriwa ni milioni 4 na kitu. Wengine labda ni watoto wako shule. Sisi tuko milioni 60, walioajiriwa ni 500,000. Walimu wote, askari wote, wanajeshi 500,000. Yaani chini ya 1%. Alafu kuna mtu mjinga anapewa shilingi 10,000 eti aje kutufanyia fujo sisi. Una akili timamu wewe? Una akili timamu? Yaani wewe ni mjinga kwa kiwango ambacho unakula utumbo wako mwenyewe. Hii serikali haipaswi kuwa madarakani, sio leo, jana ilipaswa iwe imeondoka madarakani. Na ndio maana wanapoona watu hatutaki kufanya siasa za udalali, tunapigwa vita kweli kweli. Ukisikia kila siku Wasira akitokea huku heche, tunani heche. Mimi na nini mimi jamani? Iswi leba. Kwa nini? Kwa sababu tumekataa udalali. Sema kataa udalali. Sasa ndugu zangu, hawa watu hakuna wanachoweza. Hakuna wanacho hata kupanga miji tu. Kupanga miji. Juzi mimi nilikuwa na wachallenge. Nilihojiwa pale Clouds TV. Nikaeleza kwamba Dar es Salaam nzima tukiwa bungeni, Magufuli alikuwa na mambo ya kidiktata ya hovyo mengi, lakini Magufuli alikuwa anafanya maamuzi. Alifungua bandari ya nchi kavu kule Kwala. Dunia huwezi kuja kuleta bandari kwenye mji wa kwako mkubwa kama huu. Huu mji ni mji ambao unapaswa kuleta watalii namba moja. Kwanza tuna fukwe. Tuna watalii wakija hapa, akilala kule Serena hoteli, mama hapa Temeke atauza nyanya Serena. Kwa hiyo kumbe pesa zimetoka Ulaya, zimekuja Serena imenunua nyanya kwako. Wewe ukipata nyanya unapanda bodaboda ya huyu, ukipata hela unapanda bodaboda ya huyu, au unamwagiza kuletea nyanya nyingine. Mkulima wako anapata, huyo mkulima atanunua kitanda kwako, wewe utapanga nyumba kwa huyu, pesa inazunguka miongoni mwenu. Sasa leo mji huu umeharibika, hauwezi tena kuattract watalii. Hivi mnanielewa vizuri? Kwa watalii wanaenda nchi nyingine, badala ya hizo pesa zije zijenge uchumi wako. Kwa sababu kama hakuna mzunguko wa pesa, wewe huwezi kupata pesa. Kukiwa na mzunguko mkubwa zaidi, hata wewe zitakufikia. Hivi jamani, mnanielewa? Mnaoelewa nyosha mkono tuone. Kwa sababu naona kama tunaelewana vizuri. Mimi ni mwalimu, kwa hiyo mnielewe. Kama uelewi nyosha mkono nikueleweshe. Ndio kazi yangu mimi. Sasa ndugu zangu, juzi nikawa Clouds, nikawaeleza kwamba kulikuwa na bandari kavu kule Kwala. Kongo wamepewa eneo lao, Burundi wamepewa eneo lao, Msumbiji, watu wanaopitisha mizigo hapo. Tuna nchi 8 zinatutegemea sisi. Kwa mizigo ya Msumbiji ikija inawekwa sehemu yake. Kwa mtu akija anakuta mizigo iko pamoja, anapakia, anaondoka. Kwa sababu huyo ni mteja wake. Leo wamebadilisha, bandari kavu zote zimerudi mjini hapa. Unaenda kule Mbagara, hadi maeneo ya jeshi yameanza kuwekewa bandari kavu. Nasema uongo? Ukienda pale Twalipo, bandari kavu. Ukienda Chamanzi, bandari kavu. Zinaitwa ICD. Vituka, pale Veterinary, bandari kavu. Matokeo yake maroli yamejaa mjini. Kwanza barabara hazipitiki. Barabara hazifanyi nini? Hata hii barabara tulikuja hapa wakati tunamsindikiza Lissu kuja hapa. Tulifanyia mkutano wapi pale? Buriani. Hakukuwa na maroli hapa. Sasa hivi maroli yanapita. Uongo kweli? Maroli yamejaa mjini, bandari kavu zimejaa mjini. Sasa hebu jiulize. Mtu wa Kongo, mzigo wake mmoja unawekwa Mbagara, mwingine unawekwa Twalipo, mwingine unawekwa Vituka, mwingine unawekwa Veterinary. Sasa huyu mtu ni mteja wako. Ameacha kupitisha mzigo wake bandari ya Mombasa, ameacha kupitisha mzigo wake bandari ya Beira Msumbiji, amekuja kupitisha kwako.
Unakuja anakusanya mizigo karibia siku 4, anaingia kwenye kitu kinaitwa storage fee. Kwa hiyo yani wanafanya makusudi, kwa sababu hizi bandari kavu ni za kwao, wananyonya uchumi wa nchi, wanasababisha watu wapate shida namna ya kuleta mizigo. Hao watu wakimbie, wanahujumu uchumi wa nchi. Uchumi wa nchi ukihujumiwa, serikali haipati hela. Serikali isipopata hela, mtoto wako hata ajiriwa aliyemaliza walimu. Mtoto wako anahitaji uaskari hata ajiriwa. Hivi mnanielewa? Barabara hazitajengwa. Kwa hiyo wahujumu uchumi, watu wanajimilikisha bandari za nchi kavu. Mizigo yote inaletwa mjini kuharibu uchumi wa nchi. Juzi nimesema hayo, ndio unamwona Charamira anakimbia bandari si maroli. Sasa unajiuliza, hivi hao watu hawana akili? Yani mpaka Heche aone jambo ndio wakimbia. Kila halmashauri, tuna halmashauri ya Temeke, tuna halmashauri sio ya wapi, zinafanya kazi gani kama haziwezi kupanga mji? Yani kwa mfano hapa ikitokea moto hapa, angalia kama barabara kulikopita tunakuja hapa. Hivi zima moto inakujaje? Jamani, hivi mnanielewa? Unajua nyie mnaishi kwenye matatizo mpaka mnaona hiyo ndio inayotakiwa. Unajua mtu anawekwa kwenye matatizo mpaka anaona yale matatizo ndio maisha ya watu wote duniani. Kwa hiyo nikimwambia kuna mtu Singapore ana gari, kila mtu ana gari, anasema huyu anatudanganya. Na CCM kwa sababu inawajua, inakuja inawaambia mpaji Mungu, mpaji. Kwa hiyo kwamba Mungu amewapa wao, amempa Abduli, wewe hajakupa. Kwa hiyo wewe Mungu hakupenda, anampenda Abduli zaidi. Kwamba mpaji, haya tulia basi, tulia. Mpaji nani? Alafu wanasemaje? Haya, asante. Wanakuambiaje? Vyote vitafanya nini? Vyote vitapita. Kuna kitu nilisoma kwenye, mimi ni mwalimu wa psychology na bodi ni mwalimu wenzangu. Kuna kitu kinaitwa defense mechanism. Defense, sema defense mechanism. Sasa niwape mfano sio mzuri sana, alafu lakini mnielewe. Mama zangu mtanisamehe. Huyu kijana anamtaka kwa jina la kisasa wanaita demu. Wale wa zamani wanaita mtoto. Anamtaka mtoto. Anamtaka Grace Pai. Grace, simama kuona. Simama Grace. Ka. Kwa hiyo jamaa anamtaka Grace. Alafu anaenda kwa Grace, anamtolea nje kwa lugha ya kisasa, anamkataa. Alafu jamaa anasemaje? Ili asipate mfadhaiko, ni kitu automatic kutoka ndani ya moyo. Anasema muone kwanza miwani mibaya. Hivi ulipokuwa unamfuata mara ya kwanza ulikuwa unaona hiyo miwani ni mbaya? Unasubiri mpaka akukatae ndio useme kwanza miwani yake yenyewe mbaya? Hii inaitwa defense. Inaitwa defense mechanism. Sasa leo hawa wapo wameshindwa kila kitu, ndio sasa wanaanza kusema haya mambo, yani wanatengeneza mazingira ya defense mechanism. Kwa ndugu zangu wana Chadema, kazi yetu ni moja, kujenga chama hiki. Hiki chama ndio chama pekee kwenye nchi hii. Chama kwanza ndio chama kikuu cha siasa, lakini ndio chama pekee kitakachobadilisha nchi hii, ambapo kila mtu atapata haki. Wazee watapata haki. Wazee wetu hawa wana miaka 60, wana miaka 70, wana miaka 80, wamejenga nchi hii. Wewe ukiwa mfanyabiashara, ukiwa bodaboda, na wewe unajenga nchi kwa sababu unanunua mafuta, unajenga nchi. Wewe kama ni fundi ujenzi, wewe ndio unajenga nyumba anayoishi askari au mwalimu, kwa na wewe unajenga nchi. Wewe kama ndio unalima mihogo kule kijijini, inakuja mjini watu wanakula, na wewe unajenga nchi, unachangia kwenye uchumi wa nchi. Kwa nini wewe ukifikisha miaka 60 haupewe pension, mwalimu akifikisha miaka 60 anapewa pension? Kwani mwalimu ndio anajenga nchi peke yake? Sisi Chadema tumesema uwe fundi ujenzi,
uwe mchoma mkaa, uwe mkulima, kila atakayetimiza miaka 60 tutamlipa pension kwenye nchi hii kama nchi nyingine zinavyofanya. Inaitwa universal pension kwa sababu kila mtu anachangia ujenzi wa nchi kwa njia yake. Tunaelewana vizuri ndugu zangu? Wewe kama ni bodaboda unaendesha kwa kujenga nchi, kama ni fundi ujenzi, kama ni mtu wa baa, kila mtu anajenga nchi. Kwa tukifikisha miaka 60 na uchumi huo tunao. Uchumi huo tuna dhahabu, tuna chuma, tuna maji, tuna kila kitu. Maji tu ni tatizo. Babangu, maji tunapita hapa Temeke watu wanabeba madumu. Miaka 65 baada ya uhuru watu wanabeba madumu ya maji kwenye nchi ya 3 kwa kuwa na vyanzo vingi duniani. Maji yamewashinda. Sisi tunataka tusimamie kila mtu afungue bomba kwenye nyumba yake achote maji nyumbani kwake. Inawezekana. Kwa hiyo mkisikia wanatupiga vita, wanataka kutuua, wanatuchukia, sio kwa sababu sisi ni watu wabaya. No, ni kwa sababu tunakuja kuwafungua masikio ili muamke kutoka usingizini. Wanatuchukia kwa sababu tunafanya hiyo kazi. Lissu uko ndani sio kwa sababu ni mhalifu, ni kwa sababu anataka tubadilishe nchi. Tuungeni mkono, kichangieni chama. Sasa hivi hatuna ruzuku, msimwachie Benito mwenyewe, msimwachie Sinamanzi mwenyewe, nendeni mkatafute wanachama. Hii kazi sio ya John Heche peke yake, ni kazi yetu sote. Tukajenge chama, jipe majukumu. Kila mwezi changia chama shilingi 1000. Utafilisika kwa kuchangia chama shilingi 1000? Changia chama shilingi 1000 kila mwezi au 2000. Si mna namba ya chama hii? Na usiishie kwako, nenda ongea na mume wako, ongea na mdogo wako, ongea na shemeji yako. Kila mtu mwambie Chama cha Ukombozi, mwambie muunge Lissu mkono. Lissu ni simbo ya mageuzi, ni alama ya mabadiliko. Tumuombee, tumweke kwenye mikono ya Mungu, tumuunge mkono. Changieni chama, tubadilishe nchi hii, sio kwa ajili yetu tu, ni kwa ajili ya kila mtu, wakiwemo CCM. Na wao ni mateka tu, hata wao wanahitaji tuwakomboe, kwa sababu kama katiba yao inavunjwa hawezi kuongea, wanahitaji Heche awasemee. Tena kuna mjumbe wa kamati kuu ya chama chao ameniletea message, ananiambia, Mheshimiwa Heche, unajua kwenye kamati kuu, unasikia Mheshimiwa Boni, kwamba kwenye kamati kuu kama sisi tunajadili ile inaitwa taarifa ya hali ya siasa. Wao kwenye chama chao, mjumbe wa kamati kuu ya chama chao ameniambia, wameambiwa hakuna kuijadili hiyo, inajadiliwa na vyombo. Unaweza kuleta ujinga huko kwenye kamati kuu ya Chadema, utaelewa kwamba vyombo ndio vinajadili taarifa ya siasa. Sasa hicho ni chama au wako mateka? Si mateka hao. Kuna wao wanahitaji ukombozi, na wao kuna wengi sana wanatuunga mkono. Heche songa mbele, na ndio wanatupa na taarifa. Tunaelewana vizuri? Kwa ndugu zangu, tuwe imara, tusimame wima, tutabadilisha nchi. Wala msiogope. Narudia, msiogope. Msiogope. Sawa sawa? Tuko vizuri. Tuko? Hiyo wenyewe mnaona. Hata barabarani hapo tumepita. Chadema haikuwa hivi. Kila mtu anashangilia Chadema. Uongo kweli? Tuko vizuri. Kwa kajengeni chama kwenye kafu. Andikeni ile namba ya simu ya chama. Andikeni. Ambao hawana andikeni. 074 44 69 69 44 69 69 074 44 69 69. Tuma mchango wako 1000 au 2000 kwa mwezi, kiwango ulicho nacho. Ni Voda, kama uko Tigo wewe tume mtandao mwingine, kama uko Airtel tume mtandao mwingine, na jiwekee utaratibu kila mwezi kutuma huo mchango, ili tupate mafuta, tupate magari, tuwapelekee moto CCM. Sawa sawa? Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? People! Mungu awabariki, asanteni kwa kunisikiliza.